kwa Roma unafanya vile wa Roma wanafanya, si ndio? Sasa nikisema harambee mnasema nini? Harambee. Mimi leo nimekuja hapa kutoboa siri. Nitoboe nisitoboe? Mimi niliitwa siku moja kule Ikulu. Mimi nikiwa katibu mkuu wa chama cha UDA. Nikaambiwa, wewe kama katibu mkuu nataka uende ugeuze katiba ya chama cha UDA. Sababu katiba hiyo inasema the party leader atakuwa presidential candidate. Na the deputy party leader atakuwa deputy president. Wakaniambia niende nigeuze hiyo katiba, niweke deputy party leaders wawili. Mpangilio ilikuwa ndio wakitoa Rigathi yule mwingine anakuwa automatic. Mimi kama mtoto wa Mluya, ambaye Waluya sisi hatukosei watu, Waluya sisi si waongo, niliambia rais kwamba nikitoka hapa naenda kuambia Rigathi hii maneno ambayo umesema. Nilitoka hapo nikaita Rigathi Gachagua, nikamwambia unapangiwa. Na mimi kama mtu wa ukweli, I will not do that. Wakati waliita mkutano tarehe 16 June, wakaita mkutano ya NEC pale State House, rais alikuwa amejua nimekuja na yale mabadiliko. Nikanyamaza, tukaingia kwenye mkutano, yeye akaanza kuchea mkutano. Wakati mkutano ulikuwa unaendelea, mimi nikatoa makaratasi ile ya watu kusign ile amendments. Nikapitisha, rais ndio alianza kusign. Na unajua pale iko vibaraka wengi, wakiona rais amesign wote wengine wanasign. So rais akasign wa kwanza, wale wengine wakina Cecil, ule kakunia kangine kanaitwa Ichungwa akasign, wakasign wote. Lakini hawakujua kwamba mimi ile karatasi nilikuwa nimeweka hapo juu ilikuwa inasema we shall only have one deputy party leader who is Rigathi Gachagua. Hayo makaratasi nikapeleka kwa registrar. Sasa ikakuwa ngumu. Wakasema ndio huyu Rigathi atoke, paka Malala pia afanye nini? Atoke. Ndio mimi nikatolewa. Lakini nikasema sababu walikuwa natoa mtu wa kusema ukweli. Nataka kukumbusha Wakenya, Rigathi Gachagua alitolewa kwa sababu ya kuambia president awache kuua majenzi. Nataka kuwakumbusha, Rigathi Gachagua alitolewa kwa sababu ya kupinga ile finance bill. Mimi leo nataka kubadilisha mitabendi kidogo. Mumesema mambo ya Ruto must go, lakini paka tuweke wakora wote pamoja. Tuko na mkora mwingine anaitwa Raila Odinga. We must mention ukora yake leo pia hapa. Niseme nisiseme? Mulikutana KICC, mukasign mkataba, mukasema kwamba chama cha ODM na chama cha UDA kinaungana pamoja, ati muende muhakikishe kwamba wale majenzis walikufa na wale walidhulumiwa wakati wa maandamano wanaenda kukompensetiwa. Raila Odinga, mwaka moja ndio inaisha. We want to ask you, ni jenzi wangapi ambao wamekompensetiwa? Raila Odinga, nataka kukuuliza swali moja. Yule Mbadi ambaye umepatia kazi, huyo ni jenzi ambaye aliuliwa? Yule mtoto wa Oburu Odinga ambaye umepatia kazi kwa ofisi ya rais, huyo ni jenzi ambaye aliuliwa? Mimi nataka kukuuliza Raila, umezoea kwamba unakuja kwa upinzani, unashikanisha upinzani, ukipoteza kura unatuma watoto wetu waende wauliwe, wapigwe marisasi, wakishapigwa marisasi wewe unaingia kwa serikali unakula na familia yako.
Today I want to call out Raila Odinga kwamba vijana walibubujika damu wakiingia katika parliament, the blood parliament. Walipigwa vifua, wazazi wao wanalia, familia zao zinaumia. Wewe saa hii ati Ruto akienda China unapatia yeye Oburu Odinga kama youth leader atembee na Ruto. Sasa hivi Raila unadanganya wa Kenya ati kwamba wewe hauko kwa serikali. The opposition is seated here. These are the leaders of opposition. Where are you, Raila Odinga? Hawa ndio viongozi wa opposition. So mimi nataka kuomba hawa viongozi ambao wamekuja hapa, wakiongozwa na hawa Mheshimiwa Rigathi Gachagua, kwamba muungane. Lakini tena tukiona huyo Raila anakuja hapa kwenyu, tutaacha mambo yenu pia nyinyi. Tutaacha pia nyinyi. Tunataka tukisema Ruto must go, pia Raila pia aende. We must finish the maneno ya nini? Ya conmanship. Na mwisho, Mheshimiwa Rigathi, vile Mheshimiwa Linturi amesema kwamba ako na interview next week. Mimi sasa kwa sababu Linturi anafanya next week, mimi nataka kufanya yangu next week but one. Niko na siri sasa. Ni wakati wa kutoboa. Na lakini moja ambaye nataka kuambia watu wa Mlima, ambaye siwezi toka hapa bila kusema. Wakati mimi nilikuwa katibu mkuu na nilikuwa naaminika sana, siku walikuwa najua mimi napanga nao, nilikuwa nasikia walipanga hivi. Na mimi nilikuwa pale wakipanga kwamba kugawanisha jamii ya Mlima. Wamefungua vyama zingine mingi ambazo wanakuja kupatia watoto wenyu. Wakuje nazo hapa, wawadanganye ni vyama zenyu, kumbe ni vyama za William Samoei Ruto. Sasa mkiona kiongozi yoyote ambaye hajakaa hapa wa Mlima na akuje na chama kingine, mjue hiyo ni wheelbarrow. Sasa kuna wheelbarrow ya yellow, ya green, ya maroon, hizo vyama zote ni wheelbarrow. Na Mheshimiwa Rigathi, mwisho nimesikia Mheshimiwa Junet Mohamed akiwa kule Nyanza amesema kwamba ati hii muungano ni muungano haina sababu. Mimi ningependa kuuliza Junet Mohamed, wewe uko kwa muungano na serikali ambaye inaua wabunge wenyu na risasi kwa barabara. Sasa kati ya hii muungano na muungano ambayo nyinyi mnauana, ndugu yako wako mochari, bado unapigia makofi wale watu ambao waliua ndugu yako. So I want to tell you, Junet Mohamed, wacha kufanya biashara na damu ya watoto wenyu. Asanteni sana. Asante sana. Sasa